kupotea, kila macho yananikandamiza bila maneno. Rahani yao milango imefungwa, kicheko chao ni tusi lisilo na mpito. Sisi tunabaki kuhesabu pumzi, maumivu ni mguso wao wa kila siku. Meza imejaa, nafasi imefungwa, kila jaribio linakatwa mapema. Omba mwanangu. Mungu Baba, bariki chakula chetu, bariki aliyekiandaa, tubariki nasi tunaenda kutumia, pia tupate nguvu za kutumikia vyema. Amina. Amina. Kule mama, kule. Hizi nyama mnakula nyinyi wenye meno. Kwani mama amekushinda? Nyama ngumu hii ninavyoiona. Mbona nzuri tu mama. Unavyopenda nyama? Mama, mbona nisema? Mimi sina meno. Kula kondoka. Mama, nataka kula tu nyama. Unataka ule nyama? Kabla ya chakula. Mimi chakula cha stompe. Sio kuna sema na njaa wewe. Nyama tu. Mimi tu hii nimekula kwa ajili yako maana. Chakula kizuri hiki. Unajitahidi? Kula basi twende. Mama. Hebu twende. Hujashiba? Na tuondoke. Harakisha tuwahi nyumbani. Hujashiba nini wewe? Mama, kama nimesahau simu yangu. Umesahau simu? Nimesahau. Hebu. Nimesahau simu yangu. Twende ukachukue. Umeacha mezani? Wewe, hiyo simu ya kwako? Hicho chokola zinakuuliza? Naongea na wewe, sisi umeshika ni ya nani? Wewe unafanya nini? Mama sasa anashika simu yangu ni ya kwake. Si ndo majambazi hawa? Shika simu ndio anza kumpiga. Sasa kumpiga nini anashika simu ni ya kwake? Usimdharau mtu usiyemjua wewe mtoto wewe. Bwana mama, mimi sipendi ujinga, nipe simu yangu kweli. Hebu acha.
Mama bwana, huyu ni mwizi bwana. Wewe unamwona huyu sio mwizi? Si ndio wezi wenyewe hawa? Unamwona na dalili za wizi huyu? Usimdharau mtu sio mjua. Mama achana naye huyo bwana. Mimi nilikotoka na baba yako tulikuwa na maisha ya kimaskini. We mjinga nini? Baba, endelea kula mwanangu, nisamee mimi. Endelea kula mwanangu. Huyu mtoto mbona anataka kunizalilisha? Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini kama ulisema ulikutana kule hotelini na akakupiga, na leo tena umekutana naye kuangalia vitu baya, inawezekana sio mtu mzuri kwako. Mimi naomba tu uondoke mazingira haya, ili ikatokea shida yoyote. Unajua mtu mwenye pesa ashinde kufanya jambo lolote. Anaweza akatuletea maskari, vibaka wakanibaka. Kwa mimi nilikuwa nakuomba tu ondoke tu hapa. Unajua unachokisema na unachokiwaza umefika mbali sana. Hata mimi mwenyewe natamani sana kama maeneo haya tungeondoka. Sema swala ni moja, nafikiria sana. Tukisema tuondoke haya mazingira, tunaondoka tunaenda wapi? Mama. Kwa nini umekuwa na roho mbaya kiasi hicho? Mama, tena. Hivi, unajikuta nani wewe? Wewe ni kumzalisha yule kijana na kufika kumpiga makofi mbele za watu? Jamani mama, kitendo gani lakini? Yaani toka jana kula tumeongea na hapa tena bado unaendelea kuongea mama. Kitendo gani hicho? Acha kumdharau mtu usiyemjua. Usione haya maisha haya uliyokuta hapa katika nyumba hii. Mimi na baba yako tulianza maisha ya kimaskini. Sijui umenielewa? Yaani mama, wewe mbona unanifokea mbele za watu? Wewe mama, yaani unamwona yule kijana ana thamani sana kuliko mimi, si ndio? Anakuona kwa upande wa yule kijana. Sawa? Umenidhalilisha pale mbele ya wale watu unanifokea kama mimi sio mtoto wako. Unamtetea tu yule kijana, unamjua mama? Unashinda kunitetea mimi mtoto wako, unamtetea yule kijana, si ndio? Sikiliza nikwambie. Haya ni maisha tu. Kwa sababu na miaka 4 sasa tumekuwa tu ni watu wa kuhamahama kwenye mapagala kulingana na hali yetu ya maisha tulionayo. Yaani kwa kifupi, hiyo hali inanichanganya sana. Unajua swala la kuhamahama na kukosa makazi maalum ya kuishi ni tatizo kwetu. Tumekuwa tukifanya hivi kwa muda wa miaka 4 sasa. Na swala la kusema watu wanaweza kaja kukubaka, kama Mungu alipanga, amepanga tu. Mimi naomba usifike mbali wala usifikirie hivyo. Haya ndio maisha yetu. Sisi ni watoto wa mtaani. Kula kwetu, kuvaa kwetu, kuamka wazima ni kudra za Mwenyezi Mungu. Unaona, usifikirie hivyo. Mimi nadhani sasa tuvumilie tu, hakuna namna. Sawa. Kweli Mungu atusaidie tu. Unajua matajiri ni kweli wanatudharau sisi ambao tunakuwa tunaishi mitaani. Sasa kama unavyoona hali yenyewe hii, mimi ngoja niende nikazunguke huko niangalie kama nitapata chochote kitu ili tuweze kutumia. Sawa, lakini uwe makini, usiende kuzungukia kule ndio kunapatia matatizo. Uwe makini. Sawa. Usielewe, sio na hali ya hewa yenyewe. Ni kweli. Nikitazama hali ya hewa inaonekana kabisa kuna hali ya mvua. Tutajitahidi niwahi ili kusudi kama mvua inaweza ikashuka tutaangalia namna sehemu ya kwenda kujistiri. Sawa. Ngoja mimi niende sasa.
kijana humjui, hakujui, huwezi kujua maisha yake. Na wewe pale kama sahau simu alivyoiokota alitaka kuletea. Wewe unakwenda kumdhalilisha kweli? Mama. Na kumpiga makofi. Hivi unajikuta nani hasa kuwadhalilisha watoto? Mama. Uliamua upendo yule kijana mpaka saa hizi bado tunaendelea kunisema kwa ajili ya yule chokola. Usimdharau mtu yeyote usiyemjua. Jamani mama, kwani haijaisha tu? Hivi haya maisha unajikuta wewe umefika sana? Sio hivyo mama, sio hivyo. Mama letu, vipi mama yangu, kuna shida gani? Kwa sikia mizozo mimi nimepumzika huko nakula kiyoyozi na sikia huko. Mara hii kuna shida? Si mdogo wako Lecho. Mimi ni kivuli kinachopotea, kila macho yananikandamiza bila maneno. Rahani ya Kaka, mwambie mama akwambie. Mbona nikwambia tuonekana kama Mungu. Mwambie mama akwambie. Kuna nini mama? Kuna tatizo? Jana kuna sehemu tumepita hotelini tunakula. Akaisahau simu. Akaniambia mama, nimesahau simu. Nikamwambia haya turudi. Kurudi akamkuta yule kijana ameshika ile simu. Kwa kuanza kumpiga makofi. Kweli? Ameshika simu ya Lecho. Ya Lecho. Sasa hapo kuna tatizo. Usiwezekana kama ni mwizi tu. Ongea wewe kaka, mimi nikiongea mama anaelewa mama sijui ndio unaje kaka ongea wewe. Inawezekana wewe ni mwizi. Kwa mama kwa nini inakuwa big deal? Simu zimepatikana. Mama mbona unatetea tu vitu? Wewe unamjua yule kijana vizuri, unajua historia yake, kisa tu wewe unatiatia tu huruma. Wengine ndio gia yao kutuvamia. Sisi ni watu ambao watu wakubwa. Tuna maadui wengi, kuta tunatafuta kustahili. Achana nao wao mama. Kwa nini wanakupotezea muda? Achana nao wao watu. Sikilizeni niwaambie, msimu mnamdharau mtu msiyemjua. Haya maisha mnayoyaona humu ndani, mimi na baba yenu tulikuwa maskini sana. Kwa hiyo msione haya maisha yakawachanganya sana. Haya maisha haya mmeyakuta yako hivi, lakini tulianza na baba yenu, tulianza kwa maisha magumu sana. Mama, inategemea. Mtu yule kijana ni mwizi. Mwisho wa siku, wewe mama unataka kuwatetea. Yaani mimi nikajua issue sijui ni nini. Kama unataka kutetea hao maskini hao, huwezi kujua na timing yake, target yake ilikuwa ni nini. Mwisho wa siku kute ni mwizi tu, alikuwa anaiba hapo, hapate riziki. Sio unajua watu, unawaelekeza watu wa nini mama? Mimi najua ni issue kubwa. Sema wewe kaka, mimi nikwambia mama hapa anaona kama mimi sijui anafanyaje, sijui anaonionaje. Hapo useme wewe utakuelewa. Mimi bwana nimechoka mama na wewe naye. Yaani mama Lecho. Nikwambie mama yangu, hao watu wasipotezee muda, usiumize kichwa. Achana na watu, acha wapambane na maisha yao. Kikubwa simu inapatikana, basi hata isinge katika studio nunua tu nyingine kwa simu ya pesa. Wewe kijana achana naye, usitake mazoea nao watu watakuja kuharibia CV bure hapa. Mimi nataka niangalie games.
Recho ashakuwa mkubwa. Mimi nimemkosa hapa, nimekuta gari hamna, nilipotoka nje nimekuta gari hamna. Na wewe unajua hapo ndani probably ni Recho ndo atakuwa ameondoka, na sishangai kwa sababu ya maneno ulikuwa unaongea huko ndani. Sidhani kama naweza kuyavumilia kwa sababu mama unaongea vitu vile vile, yani vitu vidogo vidogo una mind. Haya. Ila naamini yuko katika mikono salama, atarudi. Labda sijui wewe kama una wasiwasi naye. Hivi takuwa siongea chochote basi nikiongea nyewe mmekasirika? Hapana mama yangu. Sio hivyo. Yaani issue ni kile unachokiongelea. Unaongea vitu common sana. Yaani vitu ambavyo yani kudili na maskini sasa hivi. Unajua mama maskini ni wengi. Kwanza kudili na maskini mmoja mmoja hatutasonga mbele. Sisi sasa hivi tunaangalia watu kama kina Bill Gates, wakina nani, wakina Bahresa ambao ndo matajiri wenzetu sasa. Yaani vitu kama hivyo. Sio tunaanza kudili na maskini, matatizo yao hatuwezi kuyamaliza, na ndio maana mimi nimeona kama vile mnachokiongea kule mimi sijaelewa. Nimetoka zangu huko nje. Sasa sijui mlifikia wapi, lakini mimi naona yuko sahihi tu. Hivi vitu sio vya kuongelea muda mwingi, vinatumalizia muda mama. Sasa hivi si ni muda wa kutumia hela, sisi tushajipata, acha tule. Na hao muda wao ukifika watapata, wale ni maskini tu. Mnasema hivyo wanangu. Kwa sababu hata mimi na baba yenu tulianzia umaskini. Sasa mnapokuwa mnataja jina la umaskini ni makosa kwa Mungu. Mimi ni kivuli kinachopotea, kila macho yananikanda.